Nilishindwa kuongea kwenye live kabisa, nilishindwa kutokana na kauli alizozitamka kwamba wale watu hawakupigwa risasi, walichomwa na vitu vyenye ncha kali. Siku zote uongo huwa unajitenga na ukweli. Majeraha yote yanayopostiwa mitandaoni, watu waliopatwa na yale madhara, yanaonekana kabisa sio kisu, sio sime, sio panga, wala sio silaha yoyote yenye ncha kali. Sehemu inapoingilia risasi panakuwa ni padogo sana, ila sehemu ambapo risasi inatokea ni inatoboa sehemu kubwa mno. Huu uongo unaoendelea, hivi vitu wanavyovipanga na kutuaminisha Watanzania, wanatakiwa wajue kitu kimoja: sisi ni Watanzania ambao tumeamua kuipambania nchi yetu. Alafu zama hizi sio sawa na zama zao zile. Kipindi hicho kulikuwa hakuna mitandao, hakuna maredio ya kutosha. Ukitaka TV unaweza ukatembea kutoka hapa mpaka kijiji cha pili ndio kaangalie TV. Sasa hivi haiko hivyo. Tuna simu, tuna TV, matukio yanachukuliwa kwa uhalisia kabisa na tunaona kwa macho yetu. Na hayo matukio yaliyotokea tarehe 29, baadhi yetu wengi tulikuwa barabarani tumeyashuhudia kwa macho. Sio kwenye TV tena, sio kwa kuambiwa na mtu, tumeshuhudia sisi wenyewe na tumeshiriki kuwatoa watu barabarani waliokuwa wakipigwa risasi. Tumeshiriki kuwachukua watu, kuwapa huduma ya kwanza, kuwatafutia hata namna ya kuzuia damu wakati tunatafuta utaratibu wa kuwapeleka hospitali kwa mikono yetu wenyewe na tukitazama kwa macho yetu. Na tumefanya hivyo kwa ajili ya mapenzi na nchi yetu bila kulazimishwa na mtu, na hakuna mtu ambaye anaweza kutulipa Watanzania kwa ajili ya kwenda kuipigania nchi yetu. Nchi yetu tunaipigania sisi kwa kuamua kwetu sisi wenyewe, kwa sababu vitu vinavyofanyika hatukubaliani navyo. Hatukubaliani na utekaji, hatukubaliani na mauaji yanayoendelea kwenye taifa letu, ufisadi uliokisiri, rushwa kila sehemu. Sasa hivi hakuna sehemu utakayoenda ukose kudaiwa rushwa, iwe hospitalini, iwe ni kwenye vituo vya polisi, kila sehemu wanahitaji rushwa. Bado watu wanamaliza vyuo na hawapati ajira vile vile. Ni vitu vingi sana vilivyotufanya mpaka tuingie barabarani. Kodi zisizo na mpangilio, vitu vingi sana. Lakini leo hii mmekuja kuwaua Watanzania wetu, baba zetu, mama zetu, watoto wetu. Mmewaua kikatili, hata bila kuwa na huruma ya aina yoyote. Alafu mnadiriki kukimbia makosa na kuturudishia wananchi mzigo kwamba sisi ndo tulioua. Kila mtu aliyeshiriki kumwaga damu ya Mtanzania atalipa kwa alichokifanya. Silaha mlizozitumia mjue na nyie pia hizo zitawageuka. Vitu vyote mlivyovifanya kwa sababu ya kutoa uhai wa Watanzania, hivyo vitu vyote vitawageuka. Zile damu zilizomwagika tarehe 29 ile tarehe 29, lazima tutaendelea kupambana kwa namna yoyote. Hatuwezi kukata tamaa kama mnavyosema kwamba hakuna Mtanzania anayeweza kutoka nje tena kwa kile kilichotokea. Tunawaambia kuwa kila kitu kilichotokea mwezi 29, kile ndio kitu kinachotupa hasira, ndio kinachotuongeza ujasiri siku mpaka siku. Zile damu ndio zinazotupa ujasiri wa kuendelea kupanga mbinu ya namna ya kurudi barabarani. Na tunahakikishia serikali haramu ni kwamba hivi vitu hatuwezi kuvifumbia macho wala kukalia kimya. Na awamu hii tunapoingia barabarani, hatutoingia kizembe kama tulivyoingia tarehe 29. Hatukuingia barabarani na silaha, hatukuingia na kitu chochote cha kumzuru mtu yoyote. Ila nyie ndio mliingia mkiwa mmejipanga kuua watu.
Awamu hii tutapambana na nyie kwa namna yoyote. Hatuogopi kufa tena, ila pia hatuwezi kupambana na nyie kizembe. Lazima tutafute namna ya kurudi barabarani upya, kupambana na nyie upya kama jinsi nyie mlivyoua ndugu zetu. Zile damu mtazilipa. Auwai kwa upanga atakufa kwa upanga. Kama uliua kwa risasi, na wewe utakufa kwa risasi vile vile. Kwa njia yoyote ulioitumia kumuua Mtanzania, Samia na genge lako, hivi vitu vitawarudia. Leo zinatuuma, tunaumia kuwapoteza ndugu zetu. Sasa hivi tumebaki yatima, wengine hatuna baba, wengine hatuna mama zetu, wengine watoto wetu wamepotea, wengine waume zetu wamepotea. Hatuwezi kukubali. Zile damu tulizozishuhudia tutalipa. Tutalipa kwa kitu mlichokifanya. Nimeshuhudia askari polisi na wanajeshi, jeshi la Tanzania, wanajeshi ambao tulikuwa tunawategemea, wanajeshi wa Tanzania, wanajeshi, achana na askari polisi, wanajeshi, jeshi la Tanzania likiua wananchi kwa macho yangu bila kuambiwa na mtu, wakiwa wamevaa nembo zao kabisa, nembo za Tanzania, sio wa Uganda kama walivyosema wamekodi wanajeshi wa Uganda. Ni wanajeshi wa Kitanzania, nimewashuhudia kwa macho yangu wakipiga risasi wananchi. Wanajeshi, askari polisi, hadi trafiki na usalama wameingia barabarani kuua watu. Hilo ni jambo ambalo nimeshuhudia mimi mwenyewe kwa macho yangu. Sijaambiwa na fulani wala sijaona mtandaoni. Hatuwezi kukubali. Na ndio maana mimi siku zote nasemaga, nikisikia mtu anamtetea askari polisi, mwanajeshi, huwa nakasirika sana na huwa nachukia, napata hasira, kwa sababu huwezi ukamtetea muuaji kwa namna yoyote ile. Tumeuawa wakiwa wanatuangalia. Wananchi wameuawa wakiwa wanaangalia. Kabisa. Hii inaumiza. Awamu inayokuja hatutotoka kizembe tena. Lazima tukapambanie ndugu zetu waliopoteza maisha. Kwa hili lazima tutalipa kisasi. Najua hamuogopi kuua, na sisi pia hatuogopi kufa, lakini na nyie mtaondoka pia. Nyie hamuogopi kutoa roho ya wananchi, na sisi hatutaogopa pia kutoa roho zenu. Lazima tutapambana kwa namna yoyote. Nyie mtaondoka na sisi tutaondoka, na nchi itakombolewa. Hayo ni maneno ya ujasiri ninayoyaongea, na ninajua yatatendeka. Asante sana Kakatwa, nashukuru. Mungu atupe nguvu, Mungu atuweke sana, kwa sababu kuna muda kuna vitu tunasikiliza vinaumiza sana. Tukupaswa tuwe tuko hapa. Kwa hiyo naomba sasa, Nurvazi, ukiwa kwa tayari pia unaweza ukablink mic yako, au utaweza kutuma message nikakuandaa pia, utazungumza, unaniambia unaomba saa moja. Sasa naomba niwaambie watu wote ambao mnatusikiliza, tupo YouTube, tupo Facebook, tuko live muda wote. Mpaka sasa watu zaidi ya 55,000 tayari wameshatazama hiki ambacho kinaendelea. Sio watu wachache, 55,000. Kila mtu sasa aende akazunguka akawaambie watu wake 10, ni watu wengi sana 55,000. Hata watu 20 tu. Kwa hiyo waambie rafiki zako, waambie tuko live leo. Tutakuwa tuko hapa mpaka pale ambapo Mwenyezi Mungu ataruhusu tupumzike. Sasa watu ambao mnanisikiliza, watu wa Facebook endeleeni kushare na kucomment, lakini pia watu wa YouTube endeleeni kuweka comment zenu. Itafika wakati nitakuja kusoma comment zenu. Sasa lakini niwaambie, documentary yetu tayari imeshawekwa katika na Samia wamejaribu kudanganya dunia nzima mpaka kukataa zile recording za CNN, za Al Jazeera, za BBC, za Deutsche Welle, wamejaribu kuzikataa. Twaha, mtashangaa kazi na matokeo makubwa
tutakayopata kutokana na hii clip ambayo imetengenezwa kwa ustadi mkubwa, ina rekodi data zote za Mo29, na hakika kwa kila clip itakayokuwepo au kwa kila recording itakayokuwepo kutakuwa na maelezo mafupi, na ningetamani haya maelezo mafupi yawe kwa lugha mbalimbali, yawe kwa Kiswahili, yawe kwa Kiingereza, na wenzetu wenye ufahamu wa lugha wakiweza kuweka na ya Kifaransa, wakiweza kuweka ya Kichina. Nina hakika hii itakuwa record ya dunia nzima. Samia anatumia vyombo vyake. Samia anatumia hela zetu kutufanyia propaganda. Samia yuko tayari kusema uongo wa aina yoyote, hana chembe la uoga, hata kama ni kudanganya dunia nzima. Sasa itakapopatikana clip ya kwanza imeandaliwa na Watanzania wenyewe, kama alivyosema binti yangu hapa, walioshuhudia kwa macho yao matukio ya tarehe 29 na kuendelea mbele. Hakuna ushahidi ambao ni powerful kuliko ushahidi wa aina hiyo. Nisingependa, nimesema kwa bahati mbaya, ningetamani niongee baada ya kwamba nimeshapitia hiyo clip yenyewe, lakini sikupata muda wa kupitia. Sasa nisingependa kupoteza muda, ningetamani hiyo clip iandaliwe professionally. Hiyo refu standard ya kwetu tunaweza kutumia ilivyo, lakini ikiwezekana tuombe wataalamu wetu, na tuna watu wazuri sana kina Alpha pamoja na wengine wote mliotumia kuiandaa, kutengeneza professional clips ambayo ukipeleka EU hawana muda wa kusikiliza saa nzima na nusu, saa mbili ya clip. Wao wanahitaji kitu kisichozidi dakika 35-40, maximum saa moja. Hiyo itatupelekea ujumbe wa uhakika kabisa kwa marafiki zetu wa dunia nzima, ikiwemo ni pamoja na Umoja wa Mataifa, ikiwemo ni pamoja na kujenga katika vichwa vya prosecutors wa ICC. Kumbukeni mpaka sasa ICC sisi tunazungumza tu, tunataka ICC ianze kazi, lakini hatujawahi kupelekea ICC chochote sisi kama Watanzania kuonyesha kwamba haya ndiyo yaliyotokea physically. Na hakika clip hii ni mwanzo mzuri sana wa kuwapa nguvu ile chapter ya Madrid ambayo ilishaanza kufungua mafaili kule ICC, lakini wakipata kutoka kwetu picha clip ambayo ni authentic, aliyeandaa anajulikana, ni mtu anayeaminika, ambaye wataweza kumtumia kama source hata ya ushahidi wa awali, na kwenda mbali zaidi kuliko mlivyofikiria. Mimi nimekwenda mbali zaidi kwamba sasa hapa tumepata hata mwanzo, lakini je, tumeiandaa kweli katika standard inayotakiwa? Kumbuka kama nilivyosema, standard inayotakiwa kwa vyombo vya kimataifa ikizidi saa moja hakuna atakayesikiliza. Watu ukiona presentations zinazofanywa na Al Jazeera, inayofanywa na wenzetu kina Lauri Mado, ni kitu kifupi sana, kwa sababu wanajua audience yao haina time kama sisi tulioko hapa kusikiliza kitu kirefu cha saa moja na nusu, masaa mawili hapa tulipo. Kwa kama inawezekana kutoka kwenye hiyo tukiwapata wataalamu, sasa hiyo ni kama nyewe mlioandaa mtaona, lakini moja, tusipoteze originality yetu kama ilivyoandaliwa na kina Mwaipaja, lakini ya pili, content isiwe watered down. Ya tatu,
lazima key messages ziwe carried katika hiyo, whether ni version abbreviated au fupi, lakini inaweza kwenda across, ikaenda kwa Umoja wa Mataifa, watu wakawa na nusu saa wakaiangalia, wakafanya resolution ambayo vinginevyo bila hiyo wasingeweza kuifanya. Na sijui sasa, labda baadaye nitaitazama mwenyewe kwa kumsikiliza Mwaipaya, ni kama ninaona ni kitu ambacho kimetarget zaidi audience yetu ya ndani, kwa ajili ya moja, kwa record yetu, lakini vile vile Watanzania wote tuwe on board. Sidhani kama tumeandaa kwa malengo ambayo, mimi nadhani tuna malengo zaidi ya 5 ambayo vichwani tunavyo. Kwa mfano, tunataka kushawishi jumuiya ya kimataifa iwe upande wetu. Sasa jumuiya ya mataifa tunavyoijua haiwezi kuangalia hata filamu zetu ambazo zinakuwa ndefu, kwa kawaida ukifika nusu wanakata tamaa. Lakini tukiandaa abbreviated version ya Kiingereza kwa mfano, mwingine kaitafsiri kwa Kifaransa, mwingine katafsiri kwa mfano kwa Kichina, hata wale maadui marafiki zao tusiwaache, tuwaonyeshe marafiki zao wenyewe kwamba hii serikali ni serikali ya wauaji. Kwa sababu kwenye vita hivi tungependa tuwalete on board watu wote, nchi zote, marafiki wa Tanzania waone jinsi serikali ya CCM ni wauaji. Na hilo litafanikiwa tu kama tutakuwa tumepeleka clips ambazo ni authentic, na mara nyingi hata nani anaitengeneza lazima ajulikane, kwa sababu wenzetu wanataka kujua ni nani kai-edit, nani kai-collect, nani ka-sign. Maana yake ni authority. Maana yake ikihitajika Umoja wa Mataifa kuna mtu anaitwa. Lakini kama tunaitengeneza kama tabia yetu wa Tanzania, kama hatujaisign, tunakosa ile authority ya kwenda kuiweka. Sijaiona, kwa hiyo sitaki kufanya judgment, nataka kutoa mfano. Lakini kama imesainiwa na authority ambayo wanaweza kumwita akaenda Umoja wa Mataifa akatoa ushuhuda, na hiyo kumbukeni, wakati wa uhuru ndio kitu ambacho Mwalimu alikuwa anafanya. Mwalimu alikuwa anaandika documents, anapeleka, lakini alikuwa anaenda physically yeye mwenyewe. Na mimi ningetaka mapambano haya tuyafanye kisayansi kabisa, ili hata tukisimama popote pale, ndani ya nchi, nje ya nchi, Umoja wa Mataifa, hata kwa ICC, tukisimama dokumenti yetu itachukuliwa kisayansi. Sasa kwa kuwa sijaisikiliza, na nilitaka kuona tu kabla hatujamaliza hii discussion, niwaweke kwenye hiyo picha kwamba tusiondoke hapa tukadhani kazi tumemaliza. Kama hivi vitu hatujavifanya, basi ni vizuri tukapangiana, akatafutwa hata mtaalamu wa kutafsiri kwa Kiingereza kizuri, akajaribu kuweka kwenye headings zinazoweza kufaa. Hii ni kazi nzuri sana sana Twaha, sio kwa leo, sio kwa kesho, lakini si kwa ajili ya mijadala, kwa ajili ya hatua zote za kumpeleka Samia mahakamani. Hapa tumeandaa hatua ya kwanza ya kumpeleka Samia mahakamani. Mahali pa Samia ni gerezani. Hakuna mahali pengine pa mtu aliyeua watu 10,000 au wazuru basi hata wangekuwa 5,000 au 2,000. Mahali pa mtu aliyeua binadamu kwa katiba yetu, kwa sheria zetu, ni gerezani, sio Ikulu. Kwa hiyo kama tunataka tuende mpaka lensi hiyo, maana huyu mtu mpaka zaidi anataka kucheza na akili za watu, anataka kusumbua watu. Ndio maana anakuja leo kwa njia hii, kesho kwa njia ile, kesho kutwa kwa njia ile. Anapoteza muda ili kuwadanganya dunia nzima, sisi wenyewe na wale supporters wetu.